Kwa sababu bado unatengeneza mazingira ya hapa mahali, maana hii miji ukiingia tu watu wana kawaida ya kutaka kukujaribu na kujua wazi, je, huyu mtaalamu au mjanja? Na kama mtaalamu, je, anakubaliana na sisi au hataki? Mimi vitu hivyo kwangu sifanyi, niko kwa ajili ya kusaidia watu, na kama wewe ni mtaalamu umekubaliana nao, hawana shida, lakini mimi sitaki makubaliano na mchawi yoyote. Kila ajaye mtamsaidia. Yaani siku ya kwanza kuweka kilingo, leo mnanifanyia maajabu haya? Mimi siwezi kukubali. Naona mnachotaka kujua kwamba Mkalimoto yukoje, mtanijua. Sitaki kabisa matatizo, nasema mtanijua. Kwa vile mmeanza nyinyi, hakunaga shida. Nimesema mapema, kwa vile mmeanza nyinyi, hakunaga shida, lakini nitakapokuja kufanya mimi, hapo ndio kutakapotokea matatizo na mifarakano. Nawaambia, nitakapoanza kazi zangu sitahofia, sitaogopa chochote, na kila ajaye kwangu lazima nitamsaidia. Nitawaonyesha kuwa mimi nani, ili tujue nani kidume hapa. Huwezi kunisumbua mimi. Kaka, sisi tumezaliwa wachache kwenye tatizo kubwa kama hili. Dadako kajifungia ndani chanchaje, alafu yeye anajiita mkubwa. Mimi nikiongea naambia mimi kivuruge, mimi kivunja udugu. Sasa huyo dada yako huyo mnayemuona nyinyi mtu mzima, neno kubwa kama hili ambalo tunataka sisi tulijadili, tujue tunafanyaje. Yeye mwenzetu kakaa ndani hivi, kunasema wewe ni mkubwa. Ana ukubwa gani huyo? Yaani mimi, yaani kapata akili, hata huyu kizaruba chake hiki kimepata akili, kimekuja kukaa hapa. Sasa sijui kaja tujadili, sina akatandaze. Manake huyu naye yuma, huyu mtoto huyu, yaani namlaumu sana mama yangu. Bora ya ilaki la kwanza ndo ningekuwa mimi, ndo ningekuwa damu kubwa kuliko wewe. Tunamuita damu kubwa, kumbe kizaruba akili nini? Dada, usiseme hivyo. Yule ni mkubwa wetu, hatuwezi kuamua jambo lolote hapa bila yeye. Hebu ngoja nimuite bwana. Dada. Kwa nini lakini unakuwa na roho kama hiyo? Unataka kunitoa roho mimi? Mdogo wangu. Kwa nini? Huyu mtoto naye amekuuzi nini? Amekukela nini? Unamwambia maneno yasiyokuwa hata ya maana. Mdogo wangu, sio vizuri. Unataka kunitoa roho yako, mimi nitakusaidia nini wewe? Eti unataka kunitoa roho yangu, nitakusaidia nini wewe? Mimi sina muda kukutoa wewe roho. Ila unapofanya kosa lazima uambiwe, sote tukuogope kwa sababu. Sasa ulivyonisimamisha, kama kweli wewe unaweza kunisimamisha mimi, simamisha na dunia. Tena una uwezo kabisa kusema dunia simama, mimi nishuke. Alafu uone sisi kama tutarudi nyuma, tutaenda mbele. Ukijifanya wewe kiforo kwenye kimfyoko, mimi ndo zaidi yako wewe. Hivi wewe unajua kabisa kuna jambo gani hapa? Alafu unajua na mimi na wewe. Hivi wewe unanipata wewe? Kwa nini mtoto mdogo unakuwa na dharau? Sasa wewe ndio unakuwa huna huruma ya hili lililokuwepo hapa. Wewe ngoja kwanza dada. Hichi sicho tulichokusanyika hapa. Hapa tulitakiwa tuzungumze, tujadili hili jambo la kupotea kwa ndugu yenu. Na sio kugombana. Sijui mmenielewa hapo? Nakuelewa vizuri sana. Sio huyu za mama huyu koropo. Maana akili zake amezishikia kabisa. Tupo hapa wote tumekusanyika kwa pamoja. Je, tutafanyaje kuhusu hili swala
la huyu mtoto huyu tutafanyaje? Kubwa zima hivi tutafanyaje? Sasa mimi za mwama, mimi mwenye akili ya bonusi, sijui kuongea neno kila mtu kulipinga. Mimi leo kaili neno ninawaza nao. Maana wewe ni kubwa bure. Uone mbele. Sijui unahisi ni swala tumbe, sijui kutangaza msikitini mtoto kapotea. Sijui tukatangaza twende polisi tukatangaza, sijui kwenye vyombo vya habari. Ili jambo zito. Ili jambo huyu mtu kama kupotea itakuwa kapotea kimizingala. Tujue tunafanyaje, tumtafute mtaalamu tuwe. Lakini umetoa wazo zuri. Unasemaje kaka? Hapo itabidi tuende kwa mkali moto. Maana yule mkali moto mtoto mdogo, umemjuaje mzee mkali moto wewe? Kaka. Jamani. Ama kweli. Unayemuona mdogo usimdharau. Tufungeni safari twende. Wewe kaa hapa kamalizia kufagia ndani. Unaona hicho ndio alichokisema mako mdogo hicho. Nitaka kwenda kufanya upya. Na huku kwa wewe mtaalamu tukaongea maneno ya maana. Mtu akienda kujifanya yeye fiatu na mfiatukia huko kwa mganga. Na wewe akili zako usisikiliza wewe. Ukubwa bure. Mbona kulopoka lopoka? Muache. huyo kashaanza. Alisala kwamba mpaka nitoka kwambia mambo ya alisala muda wote. Alisala mpaka kuenda kwa waganga. Nimeona kama kuna kitu kinapita hapa. Tendeni, pengine ndio mila zake mwenyewe. Hebu tuondokeni bwana. Aibu. Karibuni, karibuni, wala msiwe na wasiwasi, mko sehemu salama. Karibuni, mkuu atawasili hivi karibuni. Karibuni mkae. Karibuni. Najua ya kuwa mmekaribishwa, maana walinzi wangu ni watu imara sana na wana upendo na wanadamu. Nami niseme kwa mara ya pili, karibuni sana. Asante. Ninachotaka kujua kutoka kwenu, nini kilichowaleta hapa? Sema dada. Mzee mkali moto, sisi kilichotuleta hapa, kuna mtoto amepotea nyumbani. Basi kukaa kangu kimya sio kama nimewadharau, la hasha. Nilikuwa naangalia yuko wapi na anafanya nini mpaka saa hizi. Kwa hiyo babu, unamuona kabisa? Wewe bado mtoto,
kwa macho yako ya kawaida huwezi kujua, na ndio maana niliitwa mkali moto. Nataka niwaambie kitu kimoja. Ni kitu gani kiliwafanya mwambie kati yenu mmoja wenu ya kwamba aisimamishe dunia ashuke? Sawa, najua kwa uchungu, lakini nataka niwaambie mizozo yenu yote mlioifanya huko sio kwa ajili yenu. Ni hao waliomchukua mdogo wenu wakawatengenezea chuki nyinyi kwa nyinyi. Kelele kwanza tusikilize malumbano na huko. Tusikilizane. Hili jambo linahitaji kuita walimu ili mradi tupate kujua mfumo mzima ulikuwaje. Lazima tuite wakolongwa waje watuambie. Sawa sawa. Muko tayari? Tayari. Nauliza tena, muko tayari? Tuko tayari, tusaidie. Haya, kwanza tuite walimu, alafu wao ndio watakaoleta masharti. Sawa sawa. Naitwa Bakari Hadi. Naitwa Bakari Hadi. Ni mgeni asiye na huruma. Anapata zawadi ya damu. Damu tena? Hata kama hakuna, na mnyonye mmoja yote. Kama bado amtulii maleta Shika. Sasa mamsikilize. Tega sikio, Adam. Nasikiliza. Leo masiku ya 3. Matoto ile matoweka. Nyinyi masikia ngurumo tu pale nyumbani. Alafu natazama mtoto hayuko. Wamechukua wachawi. Atapatikana kweli? Nasema wamechukua wachawi. Lakini kwa sababu yuko mkali moto mmewahi, na ndio maana nilikuambieni subiri, sija wadharau. Na angalia, nimemwona. Nasikia? Nimemwona. Na hatupotezi muda. Sasa hivi nataka kwenda kumtoa, lakini kuna masharti. Damu tumeshakupatia. Masharti. Ile mdamu ya ofisi ya mlinge. Sasa nataka madamu ya kiumbe. Kama mapate mbuzi, mapate ng'ombe, mapate kondoo, mapate mtu, maleti mdamu hata ya nyoka. Mimi Bakari Hadi Makola. Sawa Bakari Hadi. Sisi akipatikana huyu tutakuletea hata hiyo mbuzi. Huyu anataka kumtoa hata mtu. Unao mbuzi una hela. Hapo sikiza babu,
tunaweza tukaenda kuchukua hata chura dawa. Mleta masala masala na mjeni. Basi mamnyonye yeye tu. Mamnyonye kidogo. Kaka. Nisikilize. Mimi Bakari Haji, mimi ni mtu mzima. Nikifika hapa nina uchungu. Na sikuja hapa kwa mchezo. Mimi naomba msaada. Mtoto akipatikana nitaleta mbuzi. Makubaliane. Sasa kama mashindo mlete mbuzi, mimi makuja tangu zawadi yoyote ile. Makubali? Sema ndio. Haya. Makubali zawadi yote mtoe. Haya, panda mshinde. Haya. Sasa mimi masafiri makwenda chukue mdogo wenu. Wewe? Haya.